أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ndugu zangu mahujaji wa nyumba ya Mwenyezi Mungu tukufu, ni kuamkieni kwa maamkizi ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jambo la mwanzo ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sote. Linalofuatia ni kumtakia rehema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo jingine nalo ni kubwa kwa umuhimu wake, ni jambo ambalo tuwe tunakumbushana kila siku. Jambo lolote lile ambalo la kiibada, jambo lolote lile la kiibada, tujitahidi sana kuwa tunakumbuka kuwa na nia, kunuia au kutia nia. Hili ni jambo muhimu kweli kweli, na mimi binafsi yangu napenda kulisisitiza kwa kila mmoja. Kwa maana gani? Maana yake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alishasema, tena kwa kutumia adatul haswiri, ni ala katika fani za lugha ya Kiarabu inayodhibiti kitu fulani kinapatikana kwa kitu fulani au kutokana kitu fulani. Adatul hasri, nimesema hivyo katika fani za lugha za Kiarabu. Na maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayo nitakayosema hapa, na huwa tunasema kila siku na tunakumbushana kwa umuhimu wake. Vitabu karibuni vyote vya hadithi za Mtume, hii ndio wanaweka wazi, wanaweka mwanzo. Vitabu vyote vya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ndio inakuwa mwanzo. Hadithi ambayo inajulikana ikisema innamal a'malu binniyati. Sasa tusidogeshe kwa sababu ya kuzoea kusomwa na kusemwa, basi tukazoea. Tatizo sisi tuchazoea jambo tu, basi inakuwa ni mazoea. Tatizo letu sisi tukishazoea jambo tu, basi inakuwa ni mazoea. Na jambo unapolifanya kwa mazoea, huwezi ukalifanya kwa taratibu yako, umezoea. Sasa tusizoee hivyo. Mtume akisema innamal a'malu, hakika si vinginevyo amali za mwanadamu yoyote, Muislamu anayefanya amali, zinakubaliwa kutokana na nia yake. Hasr. Sasa tunachokifanya hapa ni amali. Hii ni amali, hili ni jambo, ni tendo tunafanya. Tendo gani? Ni tendo la darasa la ibada, ni tendo la darasa la ibada. Tunakumbushana ibada ya Mwenyezi Mungu ya hija. Kwa hiyo tumekutana hapa, sio tumekutana tu kwamba ni kikao cha harusi cha nini, si cha, hapana, ni ibada. Sasa kama ni ibada, ni amali, tena amali tukufu. Lakini pamoja na kukutana hapa, bado Allah subhanahu wa ta'ala, wale malaika wake wale wawili wale, Raqibu na Atidi, wale hawaandiki kitu kukuandikia wewe, wanakuangalia wewe nia yako ni ipi. Sawa? Na hao malaika wenyewe wataandika kwamba umefanya, wataandika amefanya. Lakini anayejua dhamira za ndani ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, anayejua dhamira ndani.
Malaika tawa hawajui, watakuwa wanaandika tu ulihudhuria, ulifanya chochote kile. Sio kuhudhuria hapa, ibada yote unaifanya wao wanaandika. Ukiingia msikitini wanaandika, ukitoa sadaka wanaandika, ukifanya hivyo wanaandika. Ndio kazi yao kuandika. Wao kazi yao ni kuandika tu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hautamki neno ila kuna raqibu na kuna atid. Huyu anaandika mema yako na mabaya yako, basi ndio kazi yao, kwa sababu wao hawajui nafsi. Anajua ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah yeye ili atiki katika upande mzuri wako wewe, ama atiki katika kuacha kwako wewe lile baya lile, Allah sasa anachoangalia ni nini? Ni moyo wako. Hilo umelifanya kwa ajili yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ama umelifanya kwa ajili ya mtu mwingine? Sasa hapo ndio maana tunahimizana, hili ni jambo sio dogo. Wema waliotangulia mtaona kama ni maajabu katika dunia leo, tutaona kama ni maajabu. Khalifa Umar ibn Abdul Aziz ambaye alitawala kama ni khalifa wa Kiislamu mwaka 99 Hijiria, karne ya kwanza ya Mtume. Mtume kafariki mwaka 99. Huyo bana ametawala miaka mingapi? Mitatu tu. 99, 100, 101 akafariki. Khalifa ambaye historia yake huyo bana huyo ndio historia inapigiwa kwamba wakati wa utawala wake palikuwa na neema mji mzima, watu hata zaka hamna wa kumpa. Zaka hii hamna wa kumpa, zaka sadaka utampa nani? Kila mtu anayo uadilifu aliokuwa nayo ile bwana yule. Watu wakawa wanachukua labda mahindi yamezidi, wanapeka milimani, wanamwaga pale, sababu ndege watakuja tafanyini, watakula. Hawatupa, wanapa ndege. Umar bin Abdul Aziz, mpaka watu wengine umhesabu kwamba huyu afaa kuwa ni khalifa wangapi? Watano baada ya wale wanne. Umar bin Abdul Aziz na ndiye wa mwanzo kuhimiza watu zikusanywe hadithi za Mtume kuandikwa. Nini alikifanya? Ninakusudia kumtaja huyu bwana mtukufu katika wakati wa utawala wake, kwa ndio khalifa, ndio kiongozi mkuu wa Uislamu. Alichokifanya Umar bin Aziz, alimwajiri mtu, anamlipa kwa pesa zake, sio kwa pesa za huyo khalifa, kwa pesa zake mfukoni. Huyo mtu alimwajiri, labda fikiria wewe, alimwajiri kazi yake nini? Huyo mtu alimwajiri kazi yake kumkumbusha nia. Basi yuko nyumbani kwake, kijana wake wa ndani wa kazi na ndani, lakini kazi yake huyo alikuwa ni nia tu. Basi inapotokea khalifa, kuna mikutano na watu wamekuja mbalimbali, mkutano, ndio kiongozi mkuu wa Islam, kama rais tuseme leo, mnasema watu wamekaa kwenye vikao. Wakikaa kwenye vikao tu, yule bwana anajua kazi yake. Kikao kimeshakamilika pale, kimekaa, yule bwana anakuja pale, anamnongoneza sikioni, ania ya amira almu'minin, yani ninakukumbusha kunuia, amiri almu'minin. Huwa anafanya nini? Anaondoka. Mwisho wa mwezi mshahara wake anapata. Kuna jambo fulani amiri anataka kulifanya pale, yeye kazi yake ni kumchunga kwa nia tu bana. Hilo unafanya hilo nia, unataka uwashe taa labda uone na nini, lakini kuwasha taa ni jambo la halali, lakini ninawasha taa nipate mwanga, nisome kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, itakuwa ni ibada hiyo. Ania ya amira almu'minin, anamkumbusha nia. Sisi tunaweza kufanya namna hiyo sisi? Kwa nini anafanya namna hiyo? Anajua kwamba hataki amali yake aifanye kwa kuifanya tu kwa mazoea, aifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuko sawa jamani? Nimelisema sana hili kwa sababu mimi ninaogopa tunapokwenda huko, na safari ya huko ni safari ya ibada. Imeeleka vizuri. Sasa kila ibada utakayoifanya isidondoke ikaonekana umeifanya tu, hapana. Kila ibada utakayoifanya kule, tukio utakalolifanya huko katika safari yako, lifanye kwa nini? Kwa kunuia kwamba ninalifanya hili kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana kusema sana mpaka povu litakutoka. Sababu gani? Kuogopa kudondosha. Umri ndo huu wenyewe, huu ndo umri. Kila kukicha siku inapungua, kila kukicha siku inapungua. Sasa wewe uko nyuma hujui, na mimi sijui.
yaliyofanyika nyuma huko, tulikuwa tunafanya tu mzobo hivyo hivyo tu. Mungu ameyakubali. Sasa Mungu kutoa fursa hii, ni fursa uitumie kweli kweli, sio utani. Tuko pamoja ndugu zangu? Sio utani kabisa, sio utani wala sio maskhara. Haya, sasa baada ya ukumbusho huo wa nia, kila mtu atie dhamira yake moyoni kwamba nafanya jambo hili kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa ajili yake Allah, si kwa ajili ya chochote kile chote, sio chochote kile. Sasa tuanze darasa letu la leo. Darasa letu la leo, kama mnakumbuka nyote, toka tulipoanza darasa tumeizungumza ibada ya hija ya tamattu, ambaye ndio hija tunatarajia kwa uwezo wa Allah kwenda kuhiji. Tumeeleza vizuri tulivyojaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sema vizuri, yani tulivyojaliwa na Allah kuizungumza. Tumekariri tulivyojaliwa, na inaanza vipi, taratibu zake za kawaida, kipi ni nguzo, kipi ni wajibu, kipi ni sunna, na faida zake ni nini na kadhalika. Kutodharau jambo, kila jambo lina maana yake, sababu lina faida na wewe. Tumelizungumza kirefu kabisa, pamoja na darasa za imaniyati za kupeana mambo ya kiimani ya kirabbani, mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa lakini bado katika safari ya Maka kuna mambo mengine tena ni muhimu vile vile, lakini ni muhimu, si muhimu katika ibada, yani yanaingia ndani ya hija, lakini ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua, na Allah daima ana malengo yake katika baadhi ya mambo. Katika Qur'ani kuna aya nyingi sana Allah anasema qul siru fil ardi au fasiru fil ardi fandhuru, tembeeni ardhini, tembeeni ardhini mtazame. Kutazama kwa nini? Kwa mazingatio. Vipi ilikuwa mwisho wa watu fulani, vipi zilikuwepo taratibu fulani, Allah anatuamrisha. Lakini bado tukitafsiri kwamba Allah anasema tufanye utalii, tufanye utalii, watu wanaweza kana kama kuna ukakasi fulani utalii. Hapana, ukakasi unakuja kwa sababu watu wanabadilisha asili ya neno lenyewe kupeleka katika maana nyingine zinazoonekana. Ndio ukisema mimi Muislamu nakwenda kutalii, unafanya utalii, unaona. Lakini Allah amezungumza neno utalii katika Qur'ani, fasihu fil ardi. Fasihu fil ardi maana yake nini? Asiyaha katika lugha ya Kiarabu ni nini? Ni utalii katika lugha ya Kiswahili, asiyaha. Allah akasema fanyeni utalii katika ardhi. Huu utalii huwa una mazingatio fulani. Ndani ya kutalii huwa kunaonekana uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kutalii ni kwenda kuona mambo ambayo ni maajabu haujayaona, lakini lengo la Mwenyezi Mungu utalii ule uwe ni utalii wa kwenda uone mambo ambayo yatakuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala duniani. Popote panenda kaona utalii. Tuko pamoja? Ndio asili ya utalii. Lakini kwa sababu leo ule utalii tulioamrishwa na Uislamu umebadilishwa maana, inaonekana utalii ni watu utona mahala kwenda kauchi. Nasema uongo jamani? Ndio hivyo. Watu watoke mahala, waende mahala wakavue nguo, watembee uchi, ndio wakatembea katika mafuko ya mabahari, si katika milima gani na nani, wakiwa uchi. Kule kwa uchi kujiachia ndio utalii wenyewe. Sasa leo iko namna hii, badala kwenda kuona kile kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu katika sura ile, alafu uangalie Mungu ameumba na hichi kiko hivi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Allah ametukuka mzuri wa kuumba. Sasa kwa maana hiyo, na hii safari ya Maka inafanya nini? Ina utalii vile vile, kwa maana ile ya utalii wa Kiislamu, kwamba ninasafiri nitafanya ibada, lakini ziada ibada Allah anakuambia fanya utalii. Kuna mambo mengi tunasikia katika darasa zetu hapa, mashekhe mbalimbali wanatufundisha, si ilikuwa hivi, ilikuwa vita fulani, mtume alifanya nini, mtume alienda hivi salama, maswahaba alifanya nini, si mama Aisha alifanya nini, nani alifanya nini, mambo chungu mzima tunasoma katika dini yetu na tunazingatia katika dini yetu.
Sasa mambo haya ukiangalia, sehemu kubwa ya matukio haya yalikuwa kati ya Maka na nini na Madina, ndio makubwa sana. Pamoja kuna maeneo mengine baada ya mtume alitokea, lakini hapa ndio maeneo ambayo alitokea na mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam akiwepo. Sasa hebu niambie wewe, kwenda kuona athari ya jambo ambalo mtume alifanya kitu fulani, alafu kitu kile kikaja kikajengea kitu fulani katika Uislamu wako, hujapata nguvu? Kata nguvu kubwa sana Uislamu, kwamba kweli hivi Uislamu ninavyoona mimi kule kwa tunauchukulia poa, sasa tunauchukulia poa. Kumbe Uislamu ndio ilikuwa namna hii, mambo yalikuwa namna hii. Kwa wewe Muislamu unafanya nini? Inazidisha imani. Sawa, inazidisha imani. Innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Waumini ni wale ambao anapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao zinapata hofu. Sawa, nyoyo zao zinapata hofu. Lakini wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, wanaposomewa aya za Mwenyezi Mungu, dalili. Na aya ina maana pana. Aya, kuna aya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, aya kwa maana maandishi, lakini kuna aya kwa maana kwamba kuonyeshwa dalili za uwepo wa vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, dalili ya jambo lililofanywa na Mwenyezi Mungu katika sura ambayo akili yako haifikirii. Yote haya katika nini? Ni katika wewe kusomewa dalili za Mwenyezi Mungu. Nini kinatokea kwa muumini? Anasema Allah, zadatuhum imana. Kitu hicho kinawazidishia nini? Imani. Na kama imani ikizidi, nini kinachotokea? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Na hawa watu kwa Mola wao wanafanya nini? Wanamtegemea Allah. Kweli Allah huyu mwenye uwezo wa namna hii, huyu ndio wa kumtegemea, na hakuna wa kumtegemea asiyekuwa huyu. Unasemaje hapo? Sasa mimi ndio kuna maana tuelezane na masala yanayohusiana na utalii, na vile vile kuna aya ya Qur'ani nyingine tena katika mambo haya ya hija. Baada ya kwenda, Allah anasema liyashhadu manafi'a lahum, katika safari ya hija, kwamba nendeni, lakini liyashhadu, watu wakashuhudie, manafi'a lahum, mambo ambayo yatakuwa na manufaa kwao, manufaa ya kidunia na manufaa nini, na manufaa kwa akhera. Kwa hiyo manufaa hata ukienda kwa nia baada ya ibada ya hija, nikatafute wateja wa kuwauzia biashara zangu kutoka mbalimbali duniani, ni nini? Ni manufaa hayo, manufaa ya kheri. Ukatafute wateja wa kuwauzia na kuwatangazia biashara yako duniani, mbadilishane kadi, mtawasiliana, baadaye wewe nitakuletea korosho, alafu naye anunue korosho zako. Haya ni manufaa ambayo Allah amekusanyia watu wa dunia nzima akakuletea pale, ili ukashuhudie nini? Manufaa yenu, mkutane, muelewane. Kwa hiyo kuna manufaa ya kidunia, lakini kwa sababu ya kheri thawabu unapata. Manufaa ya kiakhera thawabu unapata. Manufaa ya kuzidisha imani yako thawabu unapata. Kila kitu ni nini? Ni thawabu kwenda mbele, lakini nia yako na kujua nini unachokifanya na kutodharau kitu katika mambo muhimu ya kufanya. Sasa leo tumeshaona umuhimu wa mambo ya utalii. Sasa leo tutakuwa na masala ya kiutalii katika maeneo ya kiutalii.